Vipi mdau wa burudani, karibu sana kwa mara nyingine. Leo ni siku nyingine njema, tumepata nafasi ya kufanya exclusive interview na Anko Doto Magare, influencer mkubwa sasa hivi Tanzania. Doto, mambo vipi? Salama, kwema ndugu zangu. Fresh kama kawa. Mambo yanasemaje? Sisi tunamshukuru Mungu, tunaendelea. Kukia leo babu. Mambo vipi? Tunataka matambala. Kitaki imekumiss kichizi. Si tupo bwana, sisi ndio watu wa mwisho tumeununua ujinga. Kuna watu unajua dunia hii kununua ujinga wanaogopa. Sisi tumekubali kununua ujinga, ndio maana tupo. Unaendelea. Ndio maana tazima ndugu zangu mnazunguka mnaona hapa leo tupite kwa babu. Mnapita kwa babu. Umepakia sana mwili. Hamna, afya yangu hii ndio hii ya kila siku. Hii ndio afya yangu ya kila siku. Okay. Doto, tuanze kwa msanii wetu moja kwa moja, Dogo Rema. Msanii haonekani na kuna clip ambayo ina trend huko kwamba sasa hivi analima miwa. Msanii yupo, ana maisha mazuri, msanii alimi miwa. Ile ndo kazi yake. Msanii alikuwa anauza popcorn au ulikuwa unajui kama msanii alikuwa anauza popcorn? Mbezi Makabe. Kwa hiyo kuna mambo ya midinda huko anakimbilia huko. Kwa hiyo yuko kote kote. Yaani msanii wangu mimi ndio meshale kaanza nayo. Hii kuimba kama bahati mbaya tu. Alikuwa anataka aonekane tu, dunia imtambue, asiwe kidogo apate chochote. Si unajua unaweza kwa mwingine anataka kuimba ili apate unafuu ama kuishi. Lakini kuna mwingine anaimba ana mafanikio, wimbo wake umfikishe kule anakokutaka. Lakini mimi msanii wangu alikuwa anataka kuimba tu apate mafanikio ya kuishi. Yaani apate ule mtelemko, sio ugumu kwenye kuishi. Kwa sasa hivi mambo yamedinda, msanii kaenda kulima. Yuko vizuri. Kuna nani umemwona katoa muziki? Sio watu wanatoa dichakacha nyimbo za kina mama sasa hivi. Ndio ujue mambo magumu. Sasa usimseme msanii wangu. Sababu msanii wangu alikuwa yuko kama watu Fudenki. Yeye alikuwa yuko tu kuonekana kwenye jamii na kuwafurahisha, kwa sababu Doto ni babu na influencer anaopendwa, kwa hiyo kamleta msanii. Watu ndio wakaikubali. Lakini msanii wangu hajaja kabisa kwenye jamii kusema eti ashindane na mtu Fudenki au Kichogo. Msanii wangu kaja kutumbuiza afurahisha wananchi tu. Unajua kuna msanii wa kushindana na kuna msanii yani anaamua tu leo ataenda kupiga baa fulani kala milioni, leo ataenda kupiga kunduchi kala milioni 2. Yani huyo kaamua tu kujiendesha maisha yake. Tofauti na mtu Fudenki anapania kabisa, anamweka muhasibu, meneja, mkata kucha, mnyoa nywele, wote wanakuwa upande wa mtu mmoja. Sasa hiyo lazima upate shida kwenye maisha. Kwa hiyo na habari nyewe ndio maana kila siku nazidi kufafanueni kuhusu maisha ya wasanii. Kwa hiyo record label Doto Magare na watu wawili tu, msanii na meneja. Ambaye ni Dogo Rema, msanii na mimi mwenyewe meneja yake basi. Hao wengine wakija na push tu watu wawaone wawasaidie. Unajua maisha usimdharau mtu. Wengi wanakuja brother, mimi naimba na nyimbo yangu. Sasa ukimwangalia mtu kaja na ndala kama mtu Fudenki, sasa ukimtupa yule zambi, unampokea, unamkumbatia, unapiga naye picha, unamsemea, unamposti mtandaoni, basi mwenye kufurahia atampokea, asiyofurahia pita kule. Umesema sasa hivi mambo kwenye upande wa muziki ni kama yako sawa. Kama babu, ukiambiwa uwashauri wasanii, unawaambia nini kwa kipindi hichi? Kipindi hichi cha kupambana tu, lakini sio kumshusha mtu hoja wala kumletea mtu kumtoa nguvu zake au kumtoa ndoto zake. Yaani sasa hizo ukimwona msanii yote bwana, vipi leo unapiga wapi? Wewe unapiga sehemu fulani, pambana bwana, jioni tuwahi muziki. Au kama una tenda bwana msanii, kuna tenda sehemu basi. Lakini utapomsema msanii unakosea, msanii anakosa. Msanii kama mchezaji mpira, leo yuko timu hii, kesho yuko timu hii. Msanii ananunuliwa. Msanii yeye ameshaweka ya ununuzi. Leo atakuja kupiga kwako, nikimuona mimi kesho nampandia dau. Bwana milioni 5 njoo piga na mimi kwangu. Hivyo kwa msanii labda mimi niwaambie wananchi, wasanii kama mchezaji mpira, wasanii sio wa kuhadisi. Wasanii sio wa kuwaweka katika maisha ya kuwatenga. Wapokeeni tu. Msanii si mtu wa kulaumiwa kabisa, kwa sababu hata wewe mwenyewe ukamwita, njoo nifanyie sherehe yangu ya mwanangu, njoo nisemee hapa kuna msiba, lakini utangaze wewe kama maisha yanaenda. Sema watu wanatafutaga kiki tu mitandaoni kwa sababu hawajui nini wanachoongea, wakishakurupuka tu mabanda yao ya bure. Alafu istosha sasa hivi tunajua simu zinakopeshwa. Kwa hiyo kila mtu anaamua analolifanya. Kama mtu simu kama ile iliyokuwa naumia milioni 4 anaenda kukopa, unaanza kutoa 50,000. Sasa kwa nini usitukane watu? Yani simu ya milioni 4 anzisha 50,000. Lazima utukane watu mitandaoni kwa sababu uamini ulichokutana nacho. Kwa hiyo tusiwalaumu sana, tulaumu hizi simu za kukopeshwa zimekuja kwa kasi. Ambapo mtu alikuwa anashinda tu chini ya mwembe simu yake kitochi, leo unamwona na iPhone naye anaanza kukujibu utumbo. Sasa wewe wafikiri utamlaumu? Unamwacha kwa sababu aamini ndoto zake. Bana Doto, tumeona watu mbalimbali wakitoa playlist zao, nyimbo ambazo walisikiliza zaidi mwaka 2025. Natamani kusikia. Oya Edo mwenyewe master. Yule bingwa matajiri yule. Yule anaweza kujua matajiri yote, lakini jioni anakuombea nauli. Yaani yeye anakuunganisha tu. Bwana huyu mtu nao namba yake kweli akipiga imo unakutana naye ofisa. Sasa ofisa tumekutana. Huyu mtu tunamwachaje? Huyu nitamalizana naye. Baadaye unakutana naye mtaani. Mwanangu sina hata elfu. Sasa yule mtu umenipeleka mimi nimechukua milioni. Unaona bwana, Mungu jue mkubwa. Mungu ndo maana akupi vyote. Doto,
Wasanii watatu ambao uliwasikiliza zaidi mwaka 2025 ni nani? Ngoja nikwambie wasanii wote bora. Ukisema uliwasikiliza watatu zaidi nani na nani haitakiwi. Wewe lete matunda kidogo hali yangu mbaya paki hapa. Babu nakoa sana umri ushaenda huu. Mji una vumbi huu. Mapanga boy yetu nyumbani vumbi. Kwa hiyo mtu ukikoa usimuone haba anaumwa. Changamoto nyingi barabarani hapa tunapigwa vumbi. Lete hilo tunda hilo. Sijui unanielewa bwana. Kwa hiyo wasanii uswalaumu wala kusema eti nani kapiga zaidi mwaka jana. Wote wameperform vizuri tu. Kwa sababu ukianza tena mambo ya kumbagua msanii shida, utawapa maadui msemo. Changamka zunguka huko mdogo wangu unapigwa sana najua. Bei gani? 1000 tu. Niwekee kama haya 10. Yaende kwenye mji wangu. Sijui unanielewa bwana. Afu babu mbona uzeeki? Hivi vitu bwana. Ambagi chop chop hivi mshamba wewe paka ukale sio nini ina nyama katikati. Yaani unakula kitu kina nyama katikati. Kwa hiyo wasanii mimi wote naona wameperform vizuri. Kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huo juzi wameperform vizuri. Kwa sababu unaposema hicho msanii ukaperform huyu haja perform haitakiwi hivyo. Sawa. Wewe wote wa support. Imradi msanii mkubwa anajulikana basi. Baba yao. Au hujui baba yao nani? Wewe hujui baba yao nani? Hapana. Unaembea machunga. Kapeke kwenye alfadi yangu ile pale. Fungua mlango wa mbele pale. Kuna maiti wangu wanaposti vitu vyangu. Gonga amwambie machungwa ya bosi. Nite nani? Unaambia matunda ya nani? Asante sana, una akili. Washamba wasomi mnaona donge kuitwa bosi. Nina gari langu moja nimepaki, kwa nini sijidai? Wewe unalo kama lile la kuendea Mlunganzila kufanya operation. Tuko kwenye wasanii. Kwa wasanii wote wamepiga vizuri. Wewe sema tu wasanii baba yao nani wa muziki basi. Baba yao nani? Sasa hujui bwana. Acha bwana. Wanataka kunitia njaa tu ni waseme watu. Wewe hujui msanii mkubwa nani ulimwenguni hapa. Maana ndio ulikuwa unakuja huko. Lakini kwa sema vibao utakiwi. Wasanii wote mwaka jana wamepiga vizuri. Sema kuna baba yao nguli wa muziki international. Bwana vipi mbona kazi ufanyi bwana? Oya. Nani wewe una njaa dalali wewe? Nenda wakako mgaya kule kalinde magari ametoka Sauzi. Msanii yupo baba yao. Wewe unamjua baba yao wasanii wote duniani hapa Afrika kwetu Tanzania. Yupo baba yao nguli. Sawa? Mimi naacha niseme unajua mimi mkubwa nasemaga ukweli. Sawa? Unaona hata mimi nimemtoa Isa kwenye maisha. Alikuwa yuko Tegeta anauza masofa. Isa utambua. Leo ndio nimemleta hapa Kinondoni lakini sasa hivi mimi adui yake. Ananisema vibaya mitandaoni, mimi sina hela yangu haikai, sijui inaishia wapi, sina maendeleo. Lakini kumbuka mimi ndio nimeonyesha njia. Isa njoo Kinondoni biashara ipo. Na wewe kwa sababu biashara hizi bado mimi nitakusimamia mpaka utapofikia. Leo unaona. Hakika kwa watu wakija kununua nyumba achani naye yule anaendelea na shughuli zake. Baadaye niunganishe nipate chochote. Akumbuka mimi ndio nilomleta hapa. Bwana panga hapa, ongea na mwenye nyumba. Bwana tumeanza na gari mbili. Tulikuwa tuna gari zina namba hapa kama za kukodisha harusini. Lakini sasa tuna magari yote mapya. Kwa hiyo binadamu, kwa hiyo hata yule mtu Fudenke kawasaidia watu kwenye muziki. Kwa hiyo saizi watu washatoka wanatafuta wenyewe, maisha wanayaweza. Maneno lazima yawepo. Ndio. Jirani. Doto hiyo clip ya jana ya Isa Jirani. ameandika jina lako na ameandika jina la kiwanda chake pale, ameandika ya kwako X afu pale kwenye kiwanda anakiombea anaomba dua kifanikiwe, lakini wewe hataki ufanikiwe. Ngoja nikwambie. Yule atatumia sana nyota yangu. Unajua mimi mapacha. Mimi namtakia kila laheri, Mungu ampe maisha marefu ili tumuone mpaka mwisho wa dunia atakuwaje. Kiongozi vipi tajiri? Kwema? Si unanielewa? Kwa sababu yule amini. Kama mtu alikuwa anauza jeneza, mtu afe apate chochote. Kwa hiyo nilipomleta kwenye life hii nyingine lazima aamini. Sijui umenielewa? Ndio maana kutwa mitandaoni anaposti ujinga. Kama leo kaposti uko Morogoro, kaandika karatasi uko polini kwenye dua. Kaandika jina langu Doto Keto sijui. Ananitafuta ujue yule jamaa, mimi nashindwa kumuelewa. Sijui umenielewa? Kwa hiyo anatumia nyota yangu. Na mimi siongei na msubiri arudi. Bwana kwenu umenishirikisha kwenye familia, jina langu umeona umeliandika. Mbona mimi sijaitwa chochote kusikia? Au umeenda kugana ulisi? Si unajua hela zake yule. Labda leo nikwambieni Isa, hela zake za ndagu. Isa unaweza kumuona ghafla tu aonekane duniani. Kweli? Wewe vipi babu, shtuka wewe. Kila mtu anajenga yeye nyumba anauza. Watu wanahangaika kutafuta hata kibanda cha kulala chumba kimoja. Lakini kila siku anajenga magorofa. Hela za ndagu. Leo ndo anakucha nini wana habari sanukeni. Na kiwanda anazindua. Sasa tangulini wewe Sangulini Mluguru akafungua kiwanda cha magodoro. Tangulini Mluguru na Mnyamwezi akafungua cha magodoro. Kaajili wa China hajui kusoma hajui chochote. Wachina wamemuita magodoro unajua kitengenezwa. Sio na mimino linakuwa rojorojo hivi. Wakamuita shika kaungua mkono wote kababuka. Hajui chochote.
nisikize kwa makini, Wachina sio watengeneza magodoro. Kumbe lile unamwaga kama uji afu linakauka. Wachina wakamuita njoo, shika hapo tayari. We kilichomkuta, kono lote limebabuka Isa. Anaficha. Hajui chochote. Yaani Wachina wanaanza kumuumiza kabla hata bado kiwanda hakijadumu. Kwa hiyo kakimbilia ile mifumo. Bwana angika kwenye mifumo yake ya kuuza magari. Kwa hiyo vitu vingi unajua Isa anakutana navyo asemi. Mimi mtu wake karibu ndo naumia. Mimi naumia sana mtu wake karibu. Okay. Bana Doto, hapo ulipozungumzia watu ambao wanasaidiwa kwenye maisha afu wanawasahau watu, umenikumbusha bwana. Natamani kusikia comment yako kupitia mdada ambaye amenyakuliwa, ameamua kusaidiwa na ndugu yako kutoka Kariakoo. Alikiba ametangaza msanii mpya wa kike. Sijui umemwona? Ngoja nikwambie. Kwani dada alikuwepo wapi mpaka wasema kanyakuliwa? Si maka unazunguka. Si ndo kamsaidia kamtambulisha. Alikuwepo wapi? Ni ametokea Uganda, sijui Rwanda. Uganda. Ngoja nikwambie. Hebu nyooka basi na mimi nikunyoshe. Lakini ukianza kuzunguka sijui unajua Alikiba mdogo wangu namkubali, ana nidhamu. Kwa hiyo siwezi kumuongelea lolote la utumbo. Kama kamchukua mtu kumsaidia ni jambo la heri. Hata wewe mimi naweza nikakutoa leo usitangaze kaa hapa angalia magari yangu. Imradi mshahara uwe juu. Kwa hiyo kama kamchukua ni jambo la heri. Sawa, kwa sababu Alikiba ni msanii mkubwa, yupo kwenye ulimwengu. Watu wanasema huyu atakuja kumpiku Zuchu. Samahani bwana. Huko mimi sitaki bwana. Unaweza kutaki nini Doto? Sitaki, mimi mkubwa bwana. Influencer utaki. Labda ngoja nikukatishe. Wewe unavyoona Zuchu kashamaliza kila kitu, nani anaweza kumweza? Hata mtu azaliwelewa amfikii Zuchu. Zuchu ana hela na makampuni yake. Ndio mwimba muziki maarufu hapa Tanzania kwa dada wa kike. Anaoperform vizuri na anaongoza kwa hela nyingi. Sasa maki wote ulikuwa unataka hayo. Na yule Umutima anasema ana sauti kali. Mimi nakupinga. Alikiba mdogo wangu nampenda, lakini yule mwanamuziki hawezi kumzidi Zuchu. Hiyo tengua mwanahabari, usitafute maneno. Zuchu ni mwanamuziki mkubwa Afrika. Anapokuepo Zuchu kama kaingia siu niseme nani? Sio umenielewa? Labda niseme nani kwa Marekani kule. Nani labda niseme nifananishe labda ngoja nikwambie. Samani, hao wote watu wa kawaida sana. Samani, Mungu amweke mbele haki, ampumzishe kwa salama. Michael Jackson ndo kama Zuchu. Zuchu ana watu wewe. Zuchu haja perform tu watu washaja. Huyu mshamba ni. Wanataka nimuue mjukuu wangu. Mjukuu wangu namba 1 Zuchu. Hata msanii ana perform na Close. Zuchu ni namba 1 kwa Tanzania. Hamna mtu anamfikia. Hata watokee ma promoter 100 aje msanii mpya wa kike wa mpromote. Hawezi kumfikia Zuchu. You know Zuchu already. Some people there, you know, cockroach. Zuchu yuko juu wewe, usifananishe na makokoroach. Wajukuu zako bwana, wajukuu zako ambao Zuchu ni mjukuu wangu pendwa. Kwa hiyo lazima nimweke juu zaidi mara 100. Kwa sababu hata sipomweka juu. Haya, kuna mwanamke gani msanii wa kike anaongoza kwa perform vizuri kwa mashabiki kijiji? Maana sema mashabiki, kuna mashabiki na kijiji. Zuchu juu ana mashabiki, ana kijiji. Mjukuu wangu yule pale. Popote unaposikia leo anatokea Zuchu mjukuu wangu, kijiji kishatangulia. Kwa hiyo yule mtu kwanza sio kumuongelea katika wasanii wanaokuja. Sawa, unakuwa kama unamuongelea mjukuu wangu aonekane kama vipi. Zuchu ni msanii mkubwa, tena usirudie tena kumuongelea. Kwa sababu sasa unamuongelea Zuchu unamfananisha labda na Sisimizi. Tofauti. Wajukuu zako bwana inapaswa kumuongelea. Zuchu ni msanii. Ngoja leo nikufunde. Usimuongelee tena Zuchu ukiwa na mimi. Zuchu ni msanii mkubwa. Usimfananishe na watu wanaoanzaliwa underground. Yani wewe kwa hiyo unaona kama utamshusha, umshushi. Labda nikwambie. Yani tu usimuongelee. Zuchu ni mtu mkubwa wewe. Zuchu ni toka hapa. Njoo. Doto. Zuchu ni mtu mkubwa. Doto njoo kwanza njoo. Jamani, mitumba kwa Saidi hapa. Saidi njoo. Njoo. Changamka mjomba, wewe unalewa sana. Shika nguo hizo tuuze. Jamani hapa tuko kwa Saidi. Changamka wewe hapa. Tuko kwa Saidi. Niambia mjomba. Jamani hapa tuko kwa Saidi Kinondoni, huyu ndio ubingwa wa mitumba sasa hivi. Nadhani mnaona mabosi wote jioni mkirudi kazini hapa. Waonyeshe nguo hizo. Vitu vimeona watu wa mjini hapa wajomba wanachagua. Saidi ndio ubingwa wao hapa. Uliza mtu nguo za Saidi, wewe unavaa nguo za Saidi wewe. Wewe umerogwa. Babu mimi kila siku nashinda na kanzu, lakini unaona kanibadilisha. Wewe nani unasema nguo yenyewe moja? Wewe muuza matunda? Hii nimenunua. Mimi si professional. Deliver DM tu. Tuone hapa watu. Mimi siongopi kaka. Na ndio amekuja dukani amechukua moja. Kweli unaona sasa. Sasa nguo moja unajua bei gani kwa Saidi? 30,000. Sasa ndogo hiyo. Si nauli ya Bagamoyo Morogoro. Onesha mashati marine nene hapa. Unaambiaje wateja? Changamka wewe. Shingapi hapo Mr. Said? Sabasa anakunywa nani kile? Ya shingapi ngapi? Bei gani wanakuuliza? Shati shilingi 30,000. Jamani, shati white hapa mnaiona. 30,000 shati za ukweli za maofisi hapa. Shati namkubali mtu yote. Tena nitaichukua sasa hivi naipiga.
Siona nilivyokubali na jinsi yangu. Maua huyu ndo Saidi yuko Kinondoni hapa. Ana mpinzani. Sawa. Doto bana, mimi kwa kumalizia maswali yangu mawili ya mwisho. Swali la kwanza ni kwamba Mwijaku leo amechapisha posti ambazo zimezua taharuki, anasema sijui Mwambino na familia yake wote malaya na nini vitu vya ngoja nikwambie. Tunarudi kule mimi mkubwa. Mimi siwezi kumsemea mtu mabaya yote kwenye mtandao. Labda anichokoze. Kwa hiyo yule la maisha yake anayaweza mwenyewe anavyojiendesha. Kwa hiyo huwezi kumuingilia. Mbona wewe uambelie watu maneno mabaya? Kwa hiyo tusimwingie, tumwache, tuongee habari zetu. Sawa, mimi nauza magari, biashara zangu zingine nimenunua ujinga. Ujinga ni gharama. Uliza gharama, kwa nini ujinga? Kwa nini gharama? Wewe ni wajinga wote tumetengenezewa jela. Jela unajua gharama yake? Unajua gharama ya jela? Ndio maana nakwambia ujinga ni gharama. Kwa hiyo mimi nimenunua ujinga, siwezi kuwafuatisha wale wasomi wasionunua ujinga. Kwa hiyo ndio maana siwaingilia kwenye maisha yao. Kwa hiyo mimi siwezi kumdisi mtu. Kama kajisikia kaongea maneno yao labda kwa kendo, dunia itamwangalia. Wazungu wanakuambia good happy, you know? Swali langu la mwisho, wajukuu zako Harmonize na Kajala wamerudiana, bado hujatoa neno. Tunarudi kule. Mimi mkubwa, siwezi kuongelea mahusiano ya mtu. Yaani urudiane na kichogo wako, mimi nikuzungumzie. Wewe uzungumza lolote mimi kwa umri huu, au unaona mimi babu nitajibu nini?